Na baada ya hapo tulikuwa kama tumekatikiza kidogo kutokana na habari ya Nonda. Baada ya kuwa mwalimu wa Nonda, mwalimu wa timu ya Nyakabiga, kariere yako ya walimu kocha iliendelea. Baada ya kuwa na Nyakabiga Sport, nilipita na kamata timu ya Havana, lakini Havana na wale watu ya Havana Club Maurice nilikamata timu, nilikuwa na maendeleo kwenye kote, nilikuwa hakuna cheni niliregeza, niliendelea na wale watoto, na wale watoto waliinuka. Nilikuwa tena defenseur wazuri, walikuwa eko mmoja kaenda kacheza nje, ule kijana sasa mkumbuki, alikuwa mtoto mmoja wetu tulikuwa na Nyakabiga, aenda kucheza nje, lakini nazana kukawia sana kucheza. Alikuwa bado mdogo kama alifuata ambiance. Baada ya kutoka Havana nikaenda timu ya nani ile, nikaenda timu ya nani Fina Racing ya Katauti. Ndio Katauti. Babake ya marehemu Ahmad Katauti. Bala. Unaishona vile. Nilikuwa pale normalement, nilikuwa niko na entraîner pale Fina Racing, nilikuwa niko na wachezaji, nilikuwa nao Fina Racing kwa timu nzito. Nakumbuka hata instructeur wetu Dominique alikuwa anakuja hata kuangalia maentraînement yangu kule pale ku Dynamique ku msikiti wa Swa. Alikuwa anakuja kuangalia mara moja na kuangalia mazoezi. Normalement niliminjo formation yangu ya Pierrot. Nani Pierrot? Pina Pierrot, ni mbona America dogo. Pina Piri Bodwe, wale wote vijana wadogo. Digari alikuwa bado. Alikuwa sikuwa naye pale. Na nani na huyu huyu alikuwa na baba kilote jaune, tulikuwa naye kwa tema nani Fiston. Unaonyesha kwa normalement pale nilimaliza, nishatengeneza timu. Sakati walikia kusambuka, na wakati ule banakuya sakwa recruter, walikuwa recruter na Atletico na mabeba timu tukawa tu nani, nikapita natoka nikaendelea. Nikienda wakati nitoka mu Fina Racing, ilibidi nende nikenda nani mu nani, kama sijakumbuka vizuri nimesubie nani ile ekipe ya nani ya, nikatoka nikaenda timu ya nani yule timu gani ile nilienda, sio Aigle Noir? Aigle Noir niliingia mu Aigle Noir, nilitoka mu nani mu Fina Racing. Nilienda, nakumbuka nipita naenda Rwanda. Nipita naenda Rwanda, kocha ndio wakati ananiambia hivi sasa unahitajika Rwanda. Ndio wakati nilienda Butare. Kwenye Butare naweza kwa timu ya Butare ni Mukura Victory Sport. Mukura Victory Club. Nilikuwa na ile timu pale, na kuna ya ndugu zetu ni wakorofi sana. Wanakorofishana. Timu ilikuwa ya kwanza. Timu ilikuwa inachukua nafasi ya kwanza. Ilikuwa na nafasi ya kwanza, nilisha kuambia mimi timu naipa ubingwa. Jo ile timu pale ilishaga beba ile makombe ya rais. Hayabeba ubingwa wa nchi. Ndio. Lakini kaambia mimi nakuja hapa nakuja kuwapa ubingwa wa nchi. Na mumo nikaka mlishoka beba ubingwa wa nchi. Ikaonekanika wakanivuruga. Nikampigia simu kocha wetu mkuu ya Yaounde, akapitana ananiambia Makasi rudia nyumbani. Nikarejea nyumbani. Nikaenda Bukavu Muungano. Na historia mzee. Historia yako ni kubwa. Kwenda Muungano, kufika Muungano nikabeba ubingwa wa Bukavu. Kisha nikaipeleka timu, ilikuwa na miaka 10, preza wa timu alikuwa anaitwa Chatenda Hitman. Nikabeba ubingwa wa Bukavu. Ubingwa wa Bukavu ikabidi tuingie sasa kutafuta ubingwa wa Kongo. Nikaingia mu ile ligi sasa kutafuta kwenda mu ubingwa wa Kongo. Walikuwa wakanambia kocha, tuna miaka 10, hii championnat tunaiba haina faida. Faida yetu tunataka twende mu ubingwa wa nchi. Ndio nikapiganisha, nikapiga ekipe ya Uvira. Nikaipiga ekipe ya Uvira, nikapiga ekipe ya Goma. Nini ekipe nikaipeleka ikaenda mu ubingwa wa Kongo, na wenyewe tukakorofishana. Wakati nirudia sasa nyumbani, naona mke wangu alikuwa mjamzito. Ikabidi nirudi nyumbani, tukakorofishana juu ya pesa. Juu aliniambia hivi, unaenda kwenda kwanza na Tanda
niwende pesa kiasi ununue kwanza vitu vya madamu yatazalia kisha na nini alafu baadaye tutatupigia simu utayagisi akuja utukuite Uvira afu ndio tukupe pesa yako. Ndio Ikabidi na wenyewe kanifanyia ile zulma. Basi nikarudi nikaja nikakaa nani day ndio kanambia hakuna tatizo hivi huko Juma Day day ule wa federation ndio kanambia huko nikamwambia nipo eti acha nikufanyia aferi wende Makamba kasi timu gani ndio kanambia President Reverie iko na timu wende Songa Likiso tatengeneza ndio timu ndio nikatoka kaenda ile na kwa gani hapo 2007 ndio nikafika nikakutana timu ndio mimi naianza wewe ndio unaanza sasa kuitengeneza ndio naanza Egle hivi niko nakwambia mimi ndio naanza Egle na kama watu wa Makamba wananisikia na mpaka leo watu wa Makamba mpaka watu wa Makamba wananipenda watu wa Makamba fuatilieni mzee nawapa salamu zangu zinatoka salamu rambi za mzee wa kazi salamu za rambi ndio nikaanza na ile timu tulianza mpremiere mpremiere Mungu akanijalia nikafunga match ndio match ya mwisho nikacheza na ekipe ya Rugombo wakaniambia hivi unaenda sasa mubaraji nikacheza na timu ya nani ya Chiptok cha Rugombo tulicheza kwa Ifinya Kabiga nikaifunga ndio nikatoka kanambia sasa president kanambia wana sasa tunakwenda sana nikamwambia president usio na tatizo na mimi timu hivi na unaona hivi nakwenda napanda na kwenda mpaka Premier Division ndio basi nikapiganisha kumaliza baraji hapo ulikuwa na wachezaji gani hapo kama nilikuwa niko na haujaona wachezaji wa majina nilikuwa niko na wachezaji wenyewe nilikuwa niko na wachezaji wazuri nyuma walikuwa bado wa vijana nilikuwa na wachezaji wa mbele ilikuwa Tambo alikuwa bado mdogo kulikuwa huko nani Arakaza alikuwa kwa Mugori kulikuwa nani Jure mwa tulimpa jina Jure mwa wa nje kulikuwa nani tulimuita Paulo Rossi na kwa wengine tulimpa jina ya nani ya huyu nani Rossi nawaza na iko mwakocha wa timu ya Denmark Rossi ananikumbuka na kwa wengine Jure tulimuita Abega alikuwa anatumika kwa Bank Interbank wakati alikuwa kutumika kwa nikamwombea ruhusa namuona mrefu hivi director akanikubalia akampatia nani ya kumhamisha kwenda kutumikia kule na mwisho nilicheza na Nyanza nilifunga Nyanza ale kwao 4 nikaipiga na returu Makamba goli 2 ndio sasa tunambeba Emile namuona Emile nikamleta Emile nilikuwa na wachezaji wa kutosha nikamleta Emile na baadaye nikarenforcer Chacho Mbala alikuwa pale Masudi balikuwa nilikuwa na wachezaji wengi sana nilitoa nikaleta nikaweka pale nilikuwa na timu ya kutosha daraja la kwanza timu inacheza hapo ndio wakati ligi ya Bujumbura Vitalo ilikuwa inacheza ligi ilikuwa haijafungwa na timu ilikuwa napiga ekipe zote kufika kwetu ikabidi kukatoka unaona balibite hivi watuzo kuzungumza ni kawaida si wanadamu binadamu hakuna mwanadamu aliyekamilika na aliyekamilika ni Mwenyezi Mungu ikabidi Vitalo katufunga goli 2-1 lakini hapo mimi ndio nilikuwa niko wa pili hapo niko nakuya napiga maekipe hapa ma university zote nilikuwa na mimi ndio nilikuwa wa pili mimi ndio nilikuwa marumuri zote unafagia nilifagia zote nilikuwa wa pili ule wakati lakini baadaye nikasimamishwa baada ya kusimamishwa ikabidi niteremke nyumbani ndio nikateremka nyumbani nikatulia nikaikaa muda wa kutosha Mungu akasaidia kocha kapteni ananiambia hapana nisha kocha Yaounde ananiambia hapana kwa timu tayari nisha kupatisha utaenda lakini ufanye ule uvumilivu uwe na subra uwe na subra akasema sana nikienda Muhanga AS Muhanga ya Rwanda na Rwanda nikienda pale nilikuwa kama vile adjoint lakini unaona ni mwenye kwao yule mwalimu ndio alikuwa mwalimu mkuu tukaanza ligi hivyo ligi tukaanza ikipendeza lakini mwisho kwa nikanika macha kwenda Kisenyi ndio ule president wa timu akasema hapana huyu kocha alitoka Burundi ndio tumpatie kwanza michezo 3 tuone maarufu wake ndio kabidi wakaniachia timu hizo match 3 lakini kweli na Mungu alinijalia
Kazipiga zote. Zote ni machi ya kwanza Gisenyi nikaifunga, ilikuwa machi yangu ya kwanza. Machi yangu ya pili nikaifunga. Machi yangu ya tatu nikaifunga. Machi yangu ya 4 nikaifunga. Ikaonekanika sasa kocha mkuu na wakabidi kukawa kuanza vitu ilikuwa mingi, nikaona hapa mtu na hii inchi ule wakati ulikuwa unaona mtu unategeza watu kanaambia makasi mwisho huyu kocha anaweza kukufanyia ubaya, kufuzisha nini, anaweza kukufuzisha au kufanyia ubaya watu wakaweza kuya kukuumiza. Unaona watu wanaweza kuja kukuumiza. Ndio ikaonekanika ule president akaniita, ananiambia hapana, tutakuitaga baadaye. Makocha wote tunawasimamisha lakini baadaye tutakuita. Nicho na vile nikamwambia hela yangu, wakaniambia hela hakuna problem, hela utaipata. Nikaona nafanya kama siku 3-4 pale, hela siipata, nikaona hapana. Nikapita nampigia kocha simu, nikapita na teremuka, nikaja Bujumbura. Na baada ya hapo mpaka sasa haujawa na timu yote au kuna uliendelea ulipata timu baada ya AS Muhanga? Baada ya AS Muhanga nilikaa nyumbani. Mpaka sasa? Nilikaa nyumbani. Ndio nikapata timu ya Kayanza, Kayanza United. Ilikuwa timu ilitaka kuzorota, ilitaka kuanguka. Ndio. Unaona timu ilitaka kuteremuka, ikabidi waniitishe. Nikaenda. Timu ilikuwa ya pili kutoka chini, lakini mimi nilifanya na ingetoka ya kwanza timu ingepanda ule wakati. Ndio. Unaisha na vile. Timu ingepanda, lakini sasa ikawa sasa anataka nichezeshe mchezaji afanye mazoezi. Wengine wanaisha anza mazoezi tangu saa 9. Mchezaji anakuja saa 11:30. Alafu ni mchezeshe, alafu kisha baadaye afanye zoezi, alafu kisha nimpatie list. Makocha wengi hata Alexander ni vitu aliniachia, Sheraji aliniachia. Makasi uwe na msimamo uko entraîner, niko na msimamo. Haitawezekana mimi niko kwenye kazi, niko peke yangu, wewe president wa timu huko, hakuna mtu wa kamiti. Unataka kuniambia weka mchezaji fulani acheze. Siwezi kukubalia. Mimi naweka wachezaji wale wenyewe wanafanya mazoezi. Kisha baadaye wewe president ikaa chini uniulize mimi resulta kama timu ilifunga au namna gani. Kama sivyo mimi siwezi, hatuwezi kukubaliana. Wewe unataka kunipangia list na wakati ushindi na wachezaji kwa wewe hauko mwalimu. Ikawa sasa wachezaji wako watu ikawa sasa anaingia huyo mambo, anaingia mwachezaji, anamwambia mchezaji muache hapo, mfungishe afuzu, tupate kisa kumfukuza. Na ni kweli ekipe zilikuwa zikutana na mimi zinapata shida, lakini kweli ikaonekanika hapo ekipe ilibakia oli nilikuwa nitoka wa pili chini, nikatoka wa pili ndio wako wa pili. Sikupanda, timu hii ilipanda ikapanda, mimi nikabakia na ekipe. Nilishafunga machi 3 mshampiona. Machi ya 4 captain mzima wa ekipe nacheza na Msongati. Unaishaona vile? Ndio. Naenda kucheza na Msongati. Kepere nani juu defenseur anaacha kusudi ekipe match inataka kuisha 0-0. Nilikuwa mwanaume juu nilikuwa nafanya hesabu. Nikiwa kwako nikiona nagawa na wewe na furahi. Najua kwangu ni tatizo. Kwangu kule lazima hali ulale. Lazima. Panga upangue pale kwangu utapatoka pale usikubandiki. Ndio. Na kubandika pale nakubeba point 4. Unaisha na defenseur anaacha, timu inafungwa. Kisha saa 6 usiku wananifanyia mkutano. President Mustafa ananiitisha, ananipigia simu, ananiambia jipange, atakupa tiketi uteremuke, jo awelewana na mambre. Nikamwambia president, sielewana na mambre gaje. Kivipi sielewana na mambre? Sasa wewe unataka mimi nielewane na mambre anipangie list. Kama ni hivyo hakuna tatizo. Acha niteremuke president. Nikateremuka. Unaishona vile. Ndio kwenye naona nikabakia na timu. Ndio nikaja nikaekaa ndio hapa dernièrement kocha Olivier mpatisha timu Flambeau de l'Est. Tuwote hata wa journaliste wote wakati match ilisha, mimi namaliza match ya mwisho naipiga ile goli 3. Wote wanasema eti kwa ajili ya mabidi d'average nani Flambeau de l'Est inabakia mu première division. Mu première division inabaki. Lakini nyuma wachezaji wa pembeni kule wakapita kocha ikatulia
mambo yalipitika huko hatujui, timu itateremuka. Nikamwambia hiyo sasa ni habari yake, mimi nimeshafanya yangu, nimeshamaliza kazi. Bwana mzee, mimi nimesahau kukuuliza, lakini tumeongea mengi sana, lakini nimesahau kukuuliza, uliwahi kuichezea timu ya taifa? Timu ya taifa niliichezea wakati hii tunaanza kuichezea timu ya taifa, tuliitwa timu iko na jina la timu la Voto. Nani kama sikumbuki vizuri alikuwa ministre wa affaires sociales. Ndio alikuwa secrétaire général wa sport. Ni marehemu alishakufa, Bozungu Alois. Normalement ndio alikuwa anaangalia timu ya taifa. Ule wakati yalituitisha na kapteni wa timu alikuwa ni Kisa Gelopo. Timu ilianza ndio uko mwachezaji ambao walianza timu ya taifa wewe? Timu ya taifa au ulikuta mimi nilikuta ilikuwa Votour. Wenyewe walianza mbele, ilikuwa inaitwa Votour mbele. Na katika kipindi inaitwa Votour, nani alikuwa nahodha? Unaweza kuwaambia watu nahodha wa kwanza wa timu ya taifa alikuwa ni nani kama nahodha wa kwanza wa timu ya taifa alikuwa nani? Mchezaji mmoja hivi jumu alikuwa ndani, alikuwa nani huyo? Mertus. Alikuwa anaitwa Mertus alikuwa anacheza mu Dynamique Burundi Sport. Ndio alikuwa nahodha wa kwanza kabisa taifa ya Burundi Votour. Anavaa kitambaa. Mertus alikuwa anapiga mpira extraordinary. Alikuwa Murundi. Basi tulikuwa wadogo ndio tunamuona wakina Vigure, akina Reani ndio Reani bale njoo walikuwa mbele yetu kabisa. Tuko wadogo tunaona wanaenda Uganda wanavana makopi. Sisi tunasikitika sana kuona leo Tanzania leo inakuwa inatufunga, Uganda inakuwa inatufunga. Hizi Uganda zote tunafagia paka vile sisi tunakuwa kufika kuingia kucheza zilikuwa tusubutu. Wewe kwa huko au tugusi leo Waganda wanatugusa leo. Waganda utana waacha Omondi, Filipo Omondi. Omondi alikuwa mchezaji hali ya juu, lakini sisi tulikuwa mimi tuliwapigia Uganda wakati wa Idi Amin. Paka Uganda Idi Amin yuko pale, anniversary yao walituita tunaenda pale Indaba tunawapiga Waganda. Tuko na marehemu Paul Bitabakana. Paul Bitalio alikuwa entraîneur na daktari Bitabakana. Paul ni marehemu daktari wetu. Tulikuwa tunafunga zile timu sana. Omondi alihangaika paka machi na tunapumzika na nipika kude hapa na alitaka kunitoa roho. Serikali rais tole la mtu tole wa mtu Omondi wakina Sambia na nani Mobiru Tanki alikuwa kiweka mpira wanamuita Mobiru Tanki kumtoa, lakini mimi nilikuwa na umtoa na bado niko mdogo sana. Inasemekana ulikuwa na akili nyingi sana. Akili ilikuwa nyingi ya mpira juu tulikuwa tunachezesha yenyewe. Wachezaji wa leo kitu nawaambia wao wanasikia chenye wa mwalimu wanawaambia makocha wao. Kocha kama anakuambia kitu anakutakia mema, anakutakia mazuri, na kama uko mchezaji unamsikia utafurahi, baadaye utaona neema ya ule mpira. Unaishona vipi? Ndio tunachezea pale wakati na tuna nane anakamata Bozungu Alois, ndio akasema haiwezekani ekipe tunapaswa kuiweka jina hiyo na jina la taifa yetu. Na ndio ikaitwa sasa Indamba. Yaani wewe ulikuwa mwachezaji ambao wa jina wa kwanza wa kipindi timu ya taifa inaitwa Indamba. Ndio tulikuwa pale tulifanyia nani huku nje ya kwenda kule Mbanda, tulifanyia kule nani ndio tuenda kufanyia nani repetition. Tulienda kule kabla ya kufurahia na ndio ikapita Bozungu Alois marehemu kapitana Aita na bakina Mutima nani Mutima Munda alikuwa membre wa Dynamique tena Mutima Constantin. Mutima Munda alikuwa ni mwingine baba yake labda Mutima baba yake ya Mutima baba yake na Felix Buungu wakina nani ni wengi walichokuwa marehemu ndio walikuwa pale. Kapita jina Bozungu Alois akasano tunapaswa kuweka hii jina Indamba na Bogama. Nani ambaye alileta hilo jina, mzungu au ni mwingine? Warundi wenyewe pia wasema bana sisi Votour tutataki Votour na ndege tunaweka jina yake, tunaweka jina letu la Indamba.
ndio wakaweka jina Indamba mu rugamba. Indamba mu rugamba. Na waza wa kwanza wa timu wa Inamba sasa. Yule alikuwa ni wa Vuturo. Wa Inamba alikuwa nani? Leopoldo Gisage. Gisage. President wa timu ya Atletico Academy. Ndio mwenye alikuwa president. Alikuwa mchezaji. Mchezaji mzuri sana, alitoka mu college masomo, anacheza ile ndani College de Saint Esprit bakachanga na Prince Louis, bakao mu Prince Louis. Alikuwa mchezaji mzuri Gisage. Alikuwa anacheza katikati Gisage. Na alinipenda gisi nilikuwa nacheza hata timu ya taifa, nilikuwa nikichelewa kulokana na uliza bwana makasi aliye vitu ya hivyo, jua naona kama nilikuwa, ukimuuliza atakwambia gisi nilikuwa nao na Artemo. Unaona vipi, ndio tulikuwa pale. Baadaye tukaendelea Indamba. Sasa yeye alitoka sasa kwenda kusomea kumalizia masomo ya Gisage, kwenda kusomea, akamwacha Kitambaa marehemu Paul Bitario. Dynamique Burundi Sport. Dynamique Burundi Sport. Ndio tukaendelea mpaka vile saa kwenye sivu tunakuya kuacha, ndio kunakuya sasa Indamba nyingine. Ni makombe Inamba, timu ya Inamba mu rugamba. Mlifikisha sehemu gani kipindi hicho? Tulifika Premier Jeux d'Afrique Centrale. Tulichezea mchezo wa Premier Jeux d'Afrique Centrale. Tulicheza, tulitoka watatu. Tukutana na matimu pale, Makameruni, wakina nani huyu nani Eboe, wakina Roger Mila, Danani. Tukutana na Zaire, wakati Zaire ndio iko natoka mu Mondial, Gabon. Tukutana na matimu mengi pale, lakini tulitoka watatu. Unaona matimu makubwa kama yale, na sisi tuko bado Indamba bado ni wadogo. Lakini tulijikaza tukatoka watatu. Tulienda tulienda mu tournoi moya ya East Africa Community. Ilikuwa bado yaitwa East Africa Community. Tulienda pale kutana na matimu pale, tutana na Tanzania, Uganda, Kenya, sio nani, Djibouti, Somali. Tulitoka watatu. Na kama timu ilikuwa nzuri. Na timu hapo ukao umeshimamisha hapo kwenye timu. Sanye tulikala tukaona sasa timu ya taifa, wengine ikawa sasa kwa matatizo na ya vitu, wakabidi wapandisha wengine, nini ikaanza kuleta matatizo, ikaonekanika tusimamishe. Ndio ile wakati nyuma yetu wengine wakaanza kwenda nani unafanya zoezi, lakini inaonekana fulani abaki kuenda fulani nini kulikuwa huyu, ndio ile matatizo tuko nayo. Juu timu unakutana timu ya taifa, kila mtu anaibeba. Kila mtu anaamini naibeba timu ya taifa. Ndio tatizo tuko nalo. Tutenge, mimi nazungumza, sitaki kuharibisha, sitaki kusema tuharibikiwe. Ukisema mimi nataka hao wangu njoo wende, bado mko mnaua. Muache ule anayechagua, anayeita majina, aite majina ya wale wachezaji, kisha baadaye nyinyi mnakaa kabla wenyewe kuhudhuria, unaangalia kuko ile staff ya wale watu wenye na uzoefu. Unaangalia wana hapa tulileta wachezaji 30, wachezaji 30 tutaenda na wachezaji 5. Kisha mnapanga. Ndio sisi ilikuwa kweli. Ndio sisi Indamba yetu ilikuwa. Entraîneur anakuya ligi yote kwa naiona. Ilikuwa wakati kuna wachezaji wako nje. Sawa kweli. Na ile wakati ilikuwa hakuna. Sisi tuko tunachezea mpira hapa, lakini unaona tuko tuna nguvu. Mimi niko nasikitika sana kuona kusketi tuko tunafungwa na Tanzania. Timu ambazo mko mnajifungia. Sasa swali ifungaga Vitalo hapa, silifunga timu ya nani hapa goli 6. Leo wanaifunga na wenyewe goli 6. Sawa, ni malipizi wanalipiza. Timu ya Tanzania ilikuwa hapa nani Peter Tino. Alikuwa ni mchezaji mzuri sana. Alikuwa hapa alikuwa anaweza tatutambia, lakini walifika hapo walikubali goli 2 bila. Mimi niko naye na banana naye. Nini? Wao wanatufunga. Sasa kwa nini leo tuanze kusema eti hii kotea huko tulikuwa tunawafunga, tulikuwa kama tunawafundisha mpira. Leo utaniambia nani? Leo utaniambia timu ya taifa ya kwetu inapigwa na Djibouti. Kama Djibouti ilikuwa ina mpira. Tulikuwa tunacheza na Sudani bado hayagabuliwa. Ilikuwa Sudani moja. Tulikuwa tunaizipiga. Ndio. Sasa kwa nini tujiulize sasa? Kweli. Tuchangie mchango kwa kile kitu.
wale wenyewe wako pale, wenyewe wako timu ya taifa, tuchangie mchango kila kitu. Tuikae chini, wakae chini, wao wanajadiliana kwa nini tunafunga na hizi tulikuwa tunazifunga. Kwa nini? Wanakaa chini wanajadiliana, wanapanga kitu kizuri. Na sisi tunataka ile yale maendeleo yako tulikuwa tunafunga zile nchi, turudie kuzifunga. Bwana mzee wangu, kuna neno ambalo kwa ulisema kuhusikana na Inter FC na gisi Inter FC iliweza kugawanyika. Leo hivi watu tunataka tupe historia fupi ya Inter FC, ilikuwa vipi mpaka iitwe Inter Stars? Unajua wakati nani timu ya nani inasambuka, timu ya Inter FC inasambuka, mzozo ulianza vipi? Ilikuwa chanzo cha timu kusambuka? FC imesambuka wakati iliteremka, wakati timu inatoka tena mpime division ya vya saa 8 na ndio ilikuwa kusambuka kwa FC. Hiyo yote nini masikizano, ndio ile tunakwambia watu kama mnakaa chini mnaelewana, kila kitu kitakuwa kizuri. Kukosa maelewano, timu hivi jina linapotea. Hivi inakuwa Inter Stars. Inter Stars silitoka pamoja, silikuwa Inter FC. Deo wakajigawa. Yaani inaonekana mle viongozi wa kusikilizana. Hawakuelewana, kisha bila hawakuelewana wakati walipochanga Etoile du Nil na FC, sikawa FC. Wakati Deo hawakuelewana Deo ngenda. Wakati hawakusikilizana tena kwa mambo yao wenyewe vile hawakusikilizana, ndio kabidi sasa mwile timu wakati waligawanyika, ndio katoka ndani ya FC, mkatoka na Star. Wewe unahisi ni chanzo ilikuwa ni nini? Chanzo cha kujigawa ni kukosa kuelewana. Utasema ni nini? Huyu hawa wanataka madaraka, haya, wao wanataka madaraka haya, ndio chanzo kilitoka ndani. Watu walikufa madaraka. Kipindi hicho nani president alikuwa nani? President wa Inter Stars. Nani wa Inter Stars alikuwa wa Inter FC. Alikuwa ni nani? Alikuwa nani? Pascal Gaungu. Inaonekana kuna upande ambao ulikuja ukampinga Pascal Gaungu. Sasa si ndio hivyo? Wakina Deo tu walikuwa yuko mule ndani, lakini wakawa wakapizana, kupinzana ikaonekana ndio ile timu kagawanyika tena, ndio mkatoka sasa kasa hata Deo kasa mimi ndaifanya timu hiyo Inter Star. Na hawa kasa sisi tutabakia na FC yetu, ndio kabakia hivi. Ndio kusambuka kwa timu. Vile vikombe vyote historia itabaki kuwa ya FC, bali historia haitakuwa ya Inter Stars. Historia ni ya hauwezi kuifanya historia ya nani ya Inter Star. Ni wakati FC ndio mwenye historia. Ndio ichukua vikombe vingi. Ndio mwenye historia. Mimi nasema kila mtu asikie. Unaona vipi? Mwenye historia yake ni FC. Inter FC ndio mwenye historia. Kwa hiyo utaniambia Star ilichezaga competition. Ile ucheza na nani ile ucheza na nani na Arab Contractors. Au ilicheza na Ambassador. Au ilicheza na nani Mereke de Sudan. Hakuna kule kote. Ina maana tukisema kwamba Inter Stars ina vikombe vidogo sana kuliko hata Inter. Hiyo ligi yake yenyewe mwenye vikombe vingi ni FC. Kweli mzee. Na mzee bila kama tukitaka kuaga kama neno la mwisho. Mzee una watoto? Una watoto wangapi? Mimi na watoto. Niko na familia, watoto 7. Na katika watoto wako hakuna mwenye ambaye aliweza kufuatilia maisha ya soka kama gisi wewe ulivyocheza? Niko na mtoto alicheza mpira, Hassan. Anaitwa Hassan. Jina lake ni Hassan. Na ndio jina walimpanga jina la Kashimuka. Kashimuka. Ule alicheza alicheza mpira wa soka nzuri na nini, lakini mtoto baadaye juu mimi siwezi kumhukumu, alishakuwa baadaye akaacha mpira. Na mzee, nafikiri kwamba nakushukuru kwanza kwa kuweza kuitika wito wetu. Na mimi nashukuru sana kuona uniniitisha. Tunazungumza kutosha, tena mambo ya maana, sio mambo mabaya. Tunazungumza mambo mazuri, mambo ya maana, na kila mtu yafuatilie. Itakuwa ni vizuri. Na mimi nashukuru sana. Na mzee bado sasa hujapata timu, hauna timu. Unawaambia nini viongozi wa matimu?
Mimi naambia na una experience, una muda mrefu uko mwalimu, una msaada mkubwa. Timu yote ambayo itaweza kuchukua utaweza kuisaidia kutokana na uzoefu wako wa ualimu. Unawaambia nini watu ambao wana matimu labda wanahitaji makocha? Mimi nawaambia niko free. Wote anaweza kunihitaji, anaweza kuniitisha, tukazungumza, tukakaa, tukatengeneza. Juu sisi ni wapenda soka. Ndio. Ile soka tuliipenda, lazima tuiendeleshe. Na tunataka ile soka iendelee kwa maendeleo. Ndio maendeleo ya nchi. Naishona hivyo. Mimi niko tayari, wote atayenihitaji, niko tayari. Ila ule uhitaji wake ndio uhitaji, tauitika. Ndio. Na riski uletwa na Mungu. Ndio. Na ule mwenye anatoa kile chochote ni sababu tu. Ndio. Mungu ndiye anatoa riski. Mimi niko tayari kwa yote ataniitisha. Shukrani mzee. Na mimi nashukuru sana wangu. Mungu akujalie kuniitisha na kuniuliza. Amina. Na kukupatia historia. Na nawapa salamu zangu watu wa Makamba wote, naambia Makamba kocha Makasa nawatolea salamu zangu nyingi sana. Nawapa salamu za rambirambi. Za rambirambi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, na wakumbuka sana. Na ego uyo akabari Makasi Luye umwe mu ba legend bari bakomeye mu myaka ya kera, mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 974. Urumva yuko yatugiye karire yiwe umupira w'amaguru, yarakoze ibintu bitari bike mu mugwi wa Inter FC hamwe no mu mugwi nserukira gihugu w'intamba mu rugamba. Reka rero ndabashimire mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi, ndetse nkarabifuriza umunsi mwiza ku bindi biganiro byo hanyuma by'inkino. Ciao ciao.